Hi tech lovers, it's me your one and only Madam Eta. Nasikia leo nimekuletea ujuzi mpya wa kompyuta. Nitakufundisha jinsi ya kutengeneza listi kwenye dokumenti yako. Kwenye tutorial leo tutaangalia listi tatu ambazo zipo ndani ya Microsoft Word ambazo ni muhimu sana kuzitumia kwenye dokumenti yako kulingana na aina au nature ya vitu ambavyo unahitaji kuvilisti. So tutaangalia aina tatu za listi ambazo ni bulleted list, numbered list na multi-level list. So tutajifunza kila aina ya listi jinsi ya kutengeneza. List ya kwanza ambayo iko very common kwenye Microsoft Word na inatumika mara kwa mara ni bulleted list. Yenyewe bulleted list inatumia symbols au icons kwa ajili ya kulisti items zako ambazo unazihitaji kuzilisti. So yenyewe haina haja ya kufuata mpangilio, yani haina haja kwa kama items zako hazipo kwenye order maalum unaweza ukaitumia. Ila kama vitu vyako vipo kwenye order maalum utatumia numbered list. So nitakueleza jinsi ya kutumia bulleted list katika document yako. Kitu cha kwanza kabisa utaselect maneno yako ambayo unahitaji kuyalisti. Mimi kama hapa nahitaji kulisti services ambazo tunaziofa, nitaziselect. Then nitakuja kwenye home tab kama mnavyoona hapa. Then nitakuja kwenye ile group inaitwa paragraph group. Nitakuja hapa. Hii ndo command au option au button ya bulleted list. So mimi nitaibonyeza hii drop down arrow ili kuona aina tofauti tofauti za bulleted list ambazo mimi nitatamani kutumia. So nikibonyeza hapa itaniletea lists ambazo zipo kwenye hii document yangu au kwenye hii library yangu ya Microsoft Word. So mimi nitachagua list ninayotaka kuitumia. Kama unavyoona unavopita hapa kwenye kila listi, chini kabisa kwenye document yako utaona jinsi inavyokupa preview inabadilika. So mimi nitachagua this one. Yeah, this is a bulleted list ambayo nimeitumia katika document yangu na hivi ndivyo ambavyo tuna apply bulleted list. Aina ya pili ya list ambayo unaweza ukaapply kwenye document yako ni numbered list. Numbered list inafuata mpangilio wa items zako. Ni nzuri sana kama mfano unaonyesha step by step instruction, unaonyesha mpangilio, hierarchy ya vitu kadhaa au hierarchy ya kingdom au hierarchy ya organization structure. Kwa hiyo ni list nzuri ambayo unaweza ukaitumia kwa sababu inakuwa inaonyesha vitu katika mpangilio maalum from the first one to the last one. So mimi nitakuonyesha namna gani unaweza ukaapply hii numbered list. Step ni 00. Utaselect the text au maneno ambayo unahitaji wewe uapply hiyo numbered list, then utakuja kwenye home tab, then utakuja kwenye ile group inaitwa paragraph group, then utakuja hapa kwenye icon imeandikwa numbering. Ukipeleka tu arrow yako utabonyeza hii drop down arrow, itakuja numbering option tofauti tofauti au style, utachagua ambao unahitaji. Kama hivyo kwambia yenyewe inapanga kwa mpangilio maalum. Kama hapa imekupa options za kupanga in terms of namba 1 2 3, lakini katika style tofauti. Imekupa Roman, imekupa ABCD na kadhalika. So uta choose the style ambao unahitaji kuitumia. Like mimi nataka nitumie this one, nita click then itakuwa applied kwenye document yangu. Aina nyingine ya list ambayo tunaitumia kwenye Microsoft Word ni multi-level list. Naona hii multi-level list iko na changamoto kidogo, wengi huwa tunashindwa kuitumia effectively. So nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuiapply hii multi-level list. Utafuata principles zile zile. Utaselect your text ambayo unataka uapply multi-level list. Utakuja hapa kwenye multi-level list, utabonyeza hii drop down arrow. Mimi nimechagua multi-level list yenye style hii hapa 1, 1.1, 1.11, 1.1 hiyo na hiyo. Hii multi-level list yani ina list documents in levels. Kwamba level ya kwanza, ya pili, ya tatu, yani inakuwa kama indented kwa ndani na namba zake zinabadilika. Kwa hiyo ina maana ukichagua style hii kama nilioselect hapa, level yako ya kwanza itaonekana hivi Roman 1, level ya pili itakuwa ni Roman 1.1. Level yako ya not Roman, I mean level yako ya kwanza itakuwa number 1, level yako ya pili itakuwa number 1.1, level yako ya tatu itakuwa 1.1.1. Ukichagua style hii, level yako ya kwanza itakuwa number 1, level yako ya pili itakuwa A, level yako ya tatu itakuwa Roman 1, level yako ya 4 itakuwa 1 ambayo ipo kwenye bracket, level yako ya hiyo ya 5 itakuwa A ambayo ipo kwenye bracket na kadhalika. So mimi nitachoose tuseme this style ambayo mimi nimeichagua. As you can see, hizi style na nini namba zangu zote zimepangwa kwa 1 2 3 4 5. Zile levels ambazo umeziona zimekuwa zimeingia kwa ndani hazijatokea. Ili kuzifanya zitokee zile levels, ukiona kama hii si namba 1, hii ina maana hii ni level 1, namba 2 yenyewe ni level 1, namba 3 ni level 1, namba 4 ni level 1. Levels za ndani tunaziita sub levels. Ndio zinajipanga sasa, zinakuwa kama zinakuwa indented, zinaingia kwa ndani kama haya kwa ndani. So zile ndo zinakuwa sub level 2, I mean level 2, level 3 ambao kama sub levels. So mimi nitataka ile namba 2 isiwe kama level 1, yani si stand as main level kama hapa ilivyo main level, la namba yake ni namba 2, isiwe hivi. So nataka iingie kwa ndani iwe kama sub level ya hii
item ya kwanza. So mimi ninachokifanya nitaweka kasa yangu mbele mwanzoni mwa hili neno, then nitabonyeza tab key, itaingia ndani as you can see. Utabonyeza tab key, au njia nyingine unaweza ukaweka kasa yako then ukaja hapa kwenye hizo indentation, utabonyeza click increase indent, then itaingia ndani. Kwa hiyo inakuwa hii ni level 1, hii ni namba 1 level 1, na hii ni sub level yake 1.1. Then nikitaka sub level yake nyingine nita increase tena indent, imekuwa 1.2. Lakini sasa mimi sitaki iwe 1.2, nataka iwe 1.1.1, so nita increase tena indent, itakuwa 1.1.1. So kadri unavyo increase indent au unavyobonyeza tab key inazidi kuingia ndani. Hivyo ndo tunavyotengeneza multi level list. Au mfano kama hii tunafuta hii namba 3, then tunabonyeza tab key. Tukibonyeza tab key, tukija hapa kwenye kuinamba, as you can see here, itajinamba as 2.1.1. Sasa takiwe 2.1.1, so tutairudisha nyuma kidogo, inakuwa 2.1 customized gift. Because the more unavyo increase indent, the more unavyo increase hizi sub levels. Kwa kadri unavyopeleka, yani ukitaka level 1 hapa graphic design, ili ije hii sub level yake, na maana utabonyeza tab key au uta increase indent kama nilivyokuonyesha, utabonyeza hapa increase indent au utabonyeza tab key kwenye keyboard yako, itaingia ndani. Ila ukitaka tena ije sub level nyingine chini ya ile ya 1.1, ina maana utabonyeza tab key mara 2 au uta increase indent mara 2. Ina maana the more una increase indent au the more unabonyeza tab key, the more unatengeneza sub levels. This is how ndo tunavyotengeneza multi level list. Usipobonyeza tab key, usipo increase indent, zenyewe zinakuwa zinasimama kama main level namba 1, namba 2. Uko unabonyeza tab key ndo unavyotengeneza multi level, sub levels zinatokea. So this is how tunavyo create multi level list kwenye Microsoft Word document. Please subscribe to my YouTube channel, like, comment, save and share. Kama kuna mahali hujaelewa unaweza ukaandika kwenye comment, ukasaidiwa na watu wanaopitia hii video, wanaosoma, au tukakusaidia sisi wenyewe. Thank you for watching guys.